chao. 2025 kutakuwa na vifo vingi sana vya watu usio watarajia. Ukiona usishtuke, wanatoa chao na wataambulia patupu pamoja na kutoa chao. Narudia tena, 2025 kutakuwa na vifo vingi sana vya watu wakubwa usio watarajia, vya watu maarufu usio watarajia, vya watoto wa watu maarufu usio watarajia. Wewe utashikwa huruma kwamba jamani, taifa 2025 limepatwa na misiba mikubwa. Usihofu, wanatoa chao ili washinde, lakini hata chao hakitawapa ushindi, asema Bwana wa majeshi. Anayeamini hayo simama aseme haleluya. Kaa kidogo. Hayo ndiyo utaanza kuyaona kuanzia kesho, leo na siku zinazofuata. Utaona watu maarufu ambao huwategemei, ambao wana bima za afya, ambao wana uwezo wa kuruka kwenda nchi yoyote kutibiwa, ambaye wana waganga waliokubuhu, ambao wana uzoefu uliopita akili zao. Lakini Mungu ameamua kutokea Afrika, anatambaa kuiendea dunia, na safari hii Mungu hana mjadala, na sisi ni wana wake. Kama alivyo yeye mbinguni, ndivyo tulivyo duniani. Mtu aseme haleluya. Kaa kidogo. Sasa hebu sema kitabu cha Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili, tuangalie haraka. Wafalme wa Pili sura ya 16 na mstari wa 34. Nataka kukuonyesha frequency ambayo itafanya kazi. Na nimewabamba wanapanga hiyo, sio kwamba nimewabamba live, wanapanga hiyo na watangulia ili kusudi na hiyo na yenyewe waibadilishe. Kama wana uwezo, chomoa na hiyo uone, chomoa na hiyo uone kama utatoka hapo. Mshike mkono mwenzako, mwambie tumewakamata pabaya. Wafalme wa Pili sura ya 16 kuanzia mstari wa 34. Tasoma. Katika siku zake Hieli Mbetheri akajenga Yeriko, akatia msingi wake kwa kufiwa na Abilamu mzaliwa wake wa kwanza, na kuyaweka malango yake kwa kufiwa na mwanaye mdogo Segubu, sawasawa na neno la Bwana alilolinena Yoshua mwana wa Nuni. Sikiza vizuri. Unakumbuka vizuri ukuta wa Yeriko. Wana wa Israeli wanatoka jangwani, wako kama nyati aliyenyang'anywa watoto. Ukuta wa Yeriko umefungwa, na ndani kuna mwanamama anaitwa Rahabu, na hakuna mtu aliyetoka wala hakuna mtu aliyeingia. Na baadaye kwa neema ya Mungu ukuta ukaanguka kwa kelele za watu wa Mungu. Baada ya ukuta kuanguka, ndipo Yoshua mwana wa Nuni, kiongozi wa jeshi, akatoa tangazo. Akasema, kwa namna ukuta huu ulivyotusumbua, kwa namna Yeriko ambavyo ilihitaji mpaka wapelelezi waingie ndani walale kwa kahaba, kwa namna ambavyo Yeriko ilivyokuwa, isijengwe kabisa tena. Na mtu akitokea amejenga, akianza tu kujenga msingi, atafiwa na mzaliwa wake wa kwanza, na akijaribu atafiwa na wa mwisho. Kwa hiyo kuta zikaanguka baada ya miaka mingi. Unajua zamani kuta ilikuwa ndio njia ya ulinzi wa mji. Ndio maana hata Yerusalemu ilikuwa imezungushwa na ukuta, mashariki milango mitatu, huku mitatu na huku mitatu na huku mitatu, jumla milango 14. Baada ya miaka mingi, kuna mtu akaona, bwana, ukuta wa Yeriko tuujenge tena. Lakini wakasema, huwezi kujenga, utafiwa na mwanao. Mtu mmoja anatamka, anaitwa Hieli Mbetheri, akasema, mimi namtoa mwanangu wa kwanza Abiramu, namtoa mwanangu Abiramu afe ili msingi uwekwe, na malango namtoa mwanangu wa mwisho Segubu afe ili msingi uwekwe. Kweli akamtoa. Kweli wakati wa mfalme Ahabu
Hieli Mbetheri